kama sielewi. Unajua sisi tumezoea sisi watu wa Shinyanga kukojoa tumesimama. Sasa huyu mwanamke nataka nimwangalie leo. Huyu anazidi kutokomea tu. Mbona kama anaenda mbali sana mpaka nione. Hebu ngoja nimwangalie huyu. Yaani nakuzika na kupoteza, usirudi tena huku ulimwenguni kwetu, uende huko kwenu ulipotoka. Kama alivyosema mganga, usirudi. Shima huko taketaka na mitumba gete. Hivi mambo ya Dar es Salaam vipi jamani? Hii si ilizi jamani au vipi? Huyu dada nilikuwa namuona anaenda kukojoa kumbe ilizi. Kijana. Nashukuru sana kwa msaada wako. Umeweza kunirudisha duniani kwa wakati mwingine tena. Pakosha. Sirudi tena. Wewe vipi? Dani. Sijui hata nikwambie nini. Na sijui hata nianzie wapi ambapo utanielewa. Maana hapa nipo nimechanganyikiwa, nimevurugwa. Wakati nimefika kule, nimeshafikia, nimemaliza, nimeondoka. Kumbe nyuma yangu kulikuwa na mtu ananifuatilia na amefukua. Wewe umejuaje kama huyo mtu kafukua hiyo dawa? Alhamdulillah, namshukuru Mungu nimemaliza lile jambo salama. Maana umefanya jambo la namna gani? Umefanya uzembe wa namna gani? Yaani wewe masharti niliyokupa, nilikwambia uwe makini. Unaleta uzembe, jambo ambalo litakukuta. Mimi sihusiki na sitakubali viungu vyangu viharibike kule Kilingeni kwa sababu ya uzembe wako. Mimi hilo sipo, na mambo yako yataanza kwenda paya paya. Kwani mganga, nini umefanya nini? Yaani pale ulipoenda kufukia lile jambo, kuna mtu nyuma alikuwa anakufuatilia, kafukua jambo lile, na ndo karibu kabisa kwa sababu ya uzembe wako. Kwa hili jambo sitakubali mimi viungu vyangu viharibike kule kwa uzembe wako na kutokuwa makini. Yaani wewe akili zako umekuwa sopolo la kopolo. Shenzi kabisa wewe. Ili ni la kwako mwenyewe. Nimekwisha. Umeona sasa kielele chako?
Nilikwambia niache nifanye mwenyewe ile dawa, ukang'ang'ania. Haya, ona umeshindwa kuwa makini kiasi kwamba mpaka mtu anakufuatilia mpaka anafukua dawa. Mbona wewe unakuwa upo makini hivi? Dada wewe, huyo mumeo alipokuweka hapa kama kufuli, hautaki kuondoka, utaki kufanya nini? Kama ungekuwa ningejua mwenyewe anafanya nini. Wewe ni mzembe. Ni mzembe, si ndio? Tungeenda mwenyewe. Nini? Nakuuliza wewe, simulizi huyu unamwangalia huyu nani? Nini? Mimi sijui. Mimi sijui mume wangu. Wal mushrikina fi nari jahannam. Unasema hujui wakati tumeikuta kwenye mchago wetu. Unasema hujui? Sijui mume wangu, hata imefikaje ndani. Acha shiriki wewe. Hivi nikuulize swali. Akakatutu ndani, mbona unakasikiliza sana kama mumeo huyu? Alafu wewe katoto wewe, kisa kukileta hichi kitoto ndani umwe si ndio? Alafu hata nywele zako zenyewe zinakueleza kama wewe ni mshirikina, mke wangu. Nimekufundisha kuvaa hijabu, unavaa mavazi ya kishenzi kwa kumfuatisha aka katoto aka. Yaani kimekuja hichi ndani humu ndani, wewe umebadilika mke wangu. Sasa utakapata aka katoto wewe na katoto kako wote nyumbani. Nakupa talaka 3 na uchaguani wote nyumbani kwenu huko. Pumbavu wewe. Niache. Mjomba. Yaani kwa siri hii kama nilivyokueleza, mimi mke wangu lazima nikampe talaka, na si talaka moja. Kwa sababu ulifanya talaka 3 mke wangu na mpe. Mjomba, usifanye hivyo mjomba. Tena usifanye hivyo kabisa. Mungu hataki. Na wewe unaijua dini vizuri. Na huwa ardhi inatetemeka watu wanapozungumzia swala la kutalakiana. Sio jambo la heri hata kidogo. Tena halifai. Naomba vuta subira, punguza hiyo hasira. Mimi nitakuja nyumbani katika safari zangu, nitapitia hapo nyumbani ili nimuombe mke wako jioni tukutane wote kwa pamoja ili tuweze kuyazungumza hayo. Lakini si heri wewe ukifanya hivyo. Mjomba, nisikilize mjomba, na kama unaposema kweli mimi dini naijua, na naijua kweli dini na nimeisoma dini. Hakuna dhambi ambazo Mwenyezi Mungu azipendi. Na ametamka kabisa wal mushrikina fi nari jahannam. Mjomba, nafikiri umesahau kwamba wewe ndio baba wa familia. Wewe ndio kichwa cha familia. Na yule ni mwanamke. Wa kumuongoza ni wewe. Yule ana uwezo wa kukosea kwa kusikiliza rafiki zake, ndugu zake. Chochote kile anaweza kufanya kukushawishiwa, ila wewe ndio unaweza kumweka katika njia iliyonyooka. Sasa kama wewe utakuwa hivi, unaofikiria hiyo nyumba itakuwaje? Au utatengeneza nini kesho kutwa? Punguza jazba mjomba. Tutakapozungumza ndio tutajua. Kwa sababu mimi na imani kabisa wewe mpaka umefika hapa, mke wako bado unampenda. Kwa sababu mimi ninavyojua vijana wa leo, kama angekuwa wewe umpendi, saizi ushamtia makofi na hapa ningemuona yeye na mabegi yake. Lakini wewe una busara na ndio maana umekuja kwa mjomba wako. Sasa haina haja ya wewe ufanye hivyo. Nisikilize mimi, nitafika hapo na nitaenda kuchukua kumweleza mke wako, tutakutana, tutayazungumza, yataisha. Lakini sio heri ukifanya hivyo. Mke wangu mama Tagi. Nakuomba mara moja. Kumbe kuna mgeni, karibu. Asante, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema? Namshukuru Mungu. Hivi Tariki yupo? Bado hajarudi. Hajarudi shule. Mke wangu. Huyu alikuja na matatizo yake hapa. Wametafiana kidogo na mke wake, wakaniletea malalamiko hapa. Lakini kulimaliza akiwa yeye mwenyewe peke yake mimi siwezi. Hilo ndo alilokuja nalo. Lakini sio wakati wake saizi kwa sababu yuko peke yake. Siwezi kuongea kitu chochote na yeye peke yake.
Sawa, nimekuelewa. Anko, mimi naona niwaache. Mjomba karibu. Asante sana. Karibu sana mjomba. Amina, asante, nashukuru sana. Haya. Anti, kwaheri. Haya, karibu. Ulikuwa unaenda kukojoa pale, nikasema ngoja nikakuchungulie pale unakojoa. Kumbe ulikuwa na mambo yako, ulienda kufukia ilizi. Baada yake mimi nikaenda kufukua pale. Kesho yake asubuhi ndo nikashangaa tu najaa mimi hapa sielewi. Najua tatizo limetoka kwako. Aha, kumbe wewe ndio mshenzi uliofanya ushenzi wako. Yaani hivyo una akili kweli? Tena ukome, umalaya tu umekuzidi. Alokutuma wewe unipatie mimi unichungulie na. Sasa hiyo ndio faida. Na alafu kingine, mchuma janga ula na familia yake. Sasa unanisumbua mimi nikusaidia na kusaidia nini? Nilikutuma mimi si shobo na umalaya ulikuponza. Hiyo ndio faida. Hivi jamani, wanawake wa Dar es Salaam mkoje? Mimi haya mambo nimezoea Sumbawanga. Shinyanga hakuna. Dar es Salaam tena yapo jamani. Hivi jamani kweli mbona binadamu unakuwa huna huruma? Badala hata kusema kwamba kakaangu jaribu kutafuta dawa fulani utapona. Leo unaanza tena kuniambia sisi nimekusababishia matatizo gani mbona mimi sijui. Hivi nikuhurumia kwa kipi? Unajua dadangu upo kwenye hali gani? Na unajua anapitia wakati gani sasa hivi? Yaani ndio sawa tena kakukosea. Angekuua kabisa. Ha? Dada, unaombea mimi nife? Ndio. Hivi jamani, mbona nyinyi hamna huruma binadamu wa Dar es Salaam nyinyi? Mnakuaje nyinyi? Tena ilo swala kuita dada ukome. Mwanzo leo, mwisho leo. Tena na ukome. Umenielewa? Yaani wewe usijui hata nikufanyaje. Kwa mimi nafanyaje sasa nilipone hili kitu langu? Ulioni hili lilivyoja? Mimi nafanyaje sasa hapa kwa msaada? Baada ya kuniambia kwamba pole, unitafutie labda utaratibu nipone, unaanza tena kunigombeza. Sasa sikiza ngwambie. Mchuma janga ula na familia yake, wewe utakula mwenyewe. Tena sitaki kunisumbue. Na ukiniona siku nyingine, ukame kunisimamisha kuniambia vitu vyako kwa kupumbavu. Jamani, huyu dada mbona wa maajabu? Baada kuniambia kunielekeza kwamba dawa nifanye nini, anaanza kuniambia sijui nimemsababishia matatizo. Matatizo gani mimi sijui. Ni jamani, wanawake wa Dar es Salaam. Sijui nifanyaje sasa hivi. Jioni uje nyumbani ili tuje kuyazungumza kwa pamoja wewe na yeye. Sawa mjomba. Mjomba, kwani mume wangu akugusia chochote? Hata kama amenigusia sikuwa na jambo lolote la kumjibu zaidi ya kuhitaji na wewe ufike nyumbani ili tuje kuyazungumza kwa pamoja tupate jibu sahihi, kwa sababu nitajibu nini wakati sijajua upande wako wewe na wewe utaongea kitu gani. Kwa hiyo ni ngumu hiyo mimi kutoa maamuzi. Sawa mjomba, lakini mjomba, mimi na mume wangu tupo kwenye shida kubwa sana, kiasi kwamba mume wangu anataka kunipa talaka, na wewe ndio mtu pekee uliyebaki unaweza ukatetea ndoa yangu. Mjomba, na kutegemea wewe utetee ndoa yangu. Sitamani kuachana na mume wangu. Mjomba, hilo usijali. Ukishafika nyumbani ndio tutajua mbivu na mbichi. Naamini hakuna kitakachoshindikana. Nitasimama kama mjomba wako na nitazungumza naye vizuri, lakini wakati huo mko wote na tutapata tu mwafaka wa hili. Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Karibu mjomba. Haina tatizo mjomba. Mjomba, yaani swala hilo hapana, nilishasema hapana. Yaani kama hichi kikao ningejua kama ndio hivi. Yaani swala hili sitaki. Mimi huyu lazima nimpe tena. Naweza nikamwacha hapa hapo. Mjomba, waacha kuwahi kula kabla ya kupika wakati jiko lipo. Hebu tumpe nafasi kwanza na yeye aweze kuelezea, tumsikie sababu ni nini ya kufanya yote hayo. Ni kweli ni kosa, lakini tumsikilize kwanza. Mjomba, ape nafasi gani mshirikina huyu? Mwanga mkubwa au nimpe nani nafasi? Nimpe mimi nafasi ya kuongea? Mshirikina mkubwa anaweka Lakini mjomba, tumpe nafasi na tumsikilize. Shangazi, nawe simulia ilivyokuwa. Mjomba na shangazi, mimi sikufanya vile kwa ajili ya kumzuru mume wangu. Nilifanya vile kwa sababu ya kutetea ndoa yangu. Ilikuwa hivi.
kiukweli kwenye pitapita zangu nilikuwa naenda kwenye mihangaiko yangu, sasa fika njiani nikakuta tu amelala chini, kwa hiyo sijajua kitu gani ambacho kilichomkuta. Subhanallah, sio umepata na nini mke wangu? Sasa badala ya kulala ukachukua hatua gani? Kwa kuwa nafahamu yule ni mke wa shehe wetu hapa, jukumu nililochukua mimi ni kwamba kumchukua, kumbeba na kumleta hapa nyumbani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akunusuru kijana wangu. Mwenyezi Mungu akupe moyo wa imani. Mwenyezi Mungu akupe moyo wa upendo hivyo hivyo. Mimi nashukuru amefika hapa, kidogo nimemfanyia dua ya awali, kidogo anaendelea vizuri. Sasa kuna haja ya kumpeleka hospitali? Hapana. Nishamfanyia dua za awali. Ataendelea kuwa vyema tu. Basi sawa shehe. Mimi nikushukuru sana, na niseme nashukuru sana, asante sana. Endapo patatakiwa kumpeleka hospitali nitampeleka, haina shida. Sawa, shukrani. Shukrani sana. Mungu akulipe. Haya. Shukrani sana. Mungu afanyie wepesi. Amina. Alhamdulillah. Asante. Tariki, najua baba yako amekutuma kuja kujua hali ya dada yako, si ndio? Ndio. Mwambie anko, mke wangu anaendelea vizuri. Ulikuwa ni mshtuko tu, lakini namshukuru Mungu, nimejaribu kumpigia dua hapo, anaendelea vyema sasa hivi. Utaenda kusemaje? Dada anaendelea vizuri. Dada anafanyaje? Anaendelea vizuri. Safi sana. Kwa sasa kama ulivyokuja, umekuja chap na natakiwa uende chap. Uende usicheze tena njiani, eh? Kama ulivyotumwa kuja hapa, umekuja moja kwa moja. Na unavoenda uondoke moja kwa moja. Sawa, eh? Haya, naenda Tariki. Bita, nimetoka kwenu sasa hivi. Babako kaniambia amekutuma. Ndio, alinituma kwa dada. Kwani wewe ulikuwa na shida gani? Nilikuwa naomba daftari la master nikafanye homework. Sawa, njoo nyumbani. Dada. Samahani, lakini kuna jambo nataka nikuulize. Ila utanisamii kama nitakuwa nakuingilia kwenye mambo yako. Jana usiku nilikuwa nasikia mnagombana. Kama mnagombana hivi na shemeji ili mnabishana. Sasa sijui shida nini. Unaweza kunielezea kidogo? Ni kweli mimi na shemeji yako tulikuwa tunagombana, na yote hiyo sababu saizi simpendi shemeji yako. Umpendi? Yaani simpendi shemeji yako, sitamani hata kumwona, sitamani hata kukaa naye karibu. Yaani hasa akija, ikifika usiku akiniambia anataka chakula cha usiku nashindwa. Yaani hata akinishika saizi namuona kama kakaangu. Yaani simpendi, sina hisia naye hivi. Dada, hilo ni tatizo. Sasa dada, wewe haja zako anakumalizia nani? Kama shemeji ndio hivyo umuelewe. Yaani nikikwambia unaweza kushangaa. Yaani kwanza nashangaa siku hizi. Nikilala usiku nahisi nafanya mapenzi na mwanaume. Yaani ni ananiridhisha. Sijaisikia raha kwenye mapenzi kama ninayopata kwa huyo mtu. Dada, hilo ni tatizo tena kubwa. Naam, mke wangu. Nisubiri. Samahani. Leo asubuhi na alinipigia simu. Anadai kwamba Maya ana changamoto kwenye ndoa yake. Changamoto gani hizo mke wangu? Mimi siwezi jua. Ila baadaye na atarudi hapa nyumbani. Atarudi hapa?
Mjomba Mgaya hekima zake zote kweli anaweza akakubali kumfukuza naye arudi hapa bila kuja kutoa taarifa huko? Siwezi jua. Na tatizo lake hujalijua kiundani zaidi? Hapana, hajaniambia. Basi fanya hivi mke wangu, wasiliana na ikiwezekana muite hapa ili uzungumze naye, na kama utashindwa kufika mwafaka, basi nitalifanyia kazi swala hili kuhakikisha kila kitu kiende sawa. Sawa mwanangu, nakuelewa. Basi ina shida, acha mimi niwahi. Haya, kazi njema. Asa kuna kuelekea ataachana mpaka na mumewe. Huyo ni jini mahaba. Jini mahaba? Jini mahaba. Na cha msingi mshauri dada yako muende kwa mganga. Kwa mganga tena? Kwa mganga, kwa sababu ukisema unyamazie hili swala, yani ni lazima achane na mumewe. Yani hiyo lazima. Basi sawa. Mimi nitamwambia shemeji ili mradi tumsaidie dada. Au wewe unaonaje? Shemeji yako alipokuwa mtaindai yule, ukimwambia hilo swala hawezi kukubali. Yaani ile jambo inabidi ulifanye kinyamsisi baina yako wewe na dada yako tu. Yeye asijue. Sasa dada mwenyewe haruhusiwi kutoka. Sasa tutafanyaje? Ndio maana nimekwambiaje, mfanye kinyamsisi. Mnavizia kama hivi labda Ijumaa yule sana msikitini kuanzia saa 6 mpaka saa 7. Asa ule muda alisali moja ule ndio mtumie nyinyi kufanya mambo yenu. Basi sawa nikuona. Sasa unajua nini mpenzi wangu? Sawa, umeniambia mimi ndio kwa mganga. Leo tutapata. Nishavulia nguo. Kuacha tu niaone. Tukitoka hapa tutaenda umi nitakabidhi hiyo hela ibali bali zile jambo. Sawa? Sawa. Unavyohisi au masharti mimi nitayaweza kweli? Unasemaje wewe? Kwa ugumu gani ambao utakusababisha dada wewe usiweze hayo masharti? Dada, kumbuka mganga alivyosema. Alisema jini mahaba uliokuwa nayo wewe anatia umaskini na ugumba. Dada, mimi nataka kuitwa mama mdogo. Dada, dawa zenyewe ziko mbili tu. Moja ya kwenye mchago, nyingine ya msituni. Sasa sikiza nikwambie, mimi nitakusaidia kitu kimoja. Fanya ufanyavyo. Ya kwenye mchago kaweke mwenyewe. Ya msituni mimi nitakusaidia. Sawa. Asante kwa kunisaidia mdogo wangu. Unanipambania sana. Sawa. Twende nyumbani haraka kabla shemeji hajarudi. Usikia mjomba? Sasa uone sasa ilivyokuwa busara ilivyotumika vizuri, maana yake kama usingekuja wewe tufikia juu. Ungechukua tu sheria mkononi bila kujua kwamba kitu gani kinaendelea. Ni kweli mjomba, shangazi ameongea sawa, amesema hivyo. Hajafanya hivyo kwa njia mbaya kwa ajili yangu mimi, lakini njia alotumia. Unajua mimi nagundua kosa alilolifanya mjomba wangu ni kutokushirikisha wewe kama mume wake, kwa sababu amesahau kwamba pepo yake iko unyayoni kwako. Hilo ndio kosa alilolifanya, kutokushirikisha. Lakini mizali tumejua, na hii ndio imependeza zaidi, kwa sababu hapa tayari atakuwa amejifunza kitu kutoka kwenye kikao hiki ninavyofikiria. Sidhani kama ataenda kurudia tena kufanya hiki kitu, ila kila atakachokifanya na mimi atakushirikisha mume wake bila tatizo lolote. Kwa hiyo mimi nakuomba umsamehe na usitoe talaka. Ni kweli kabisa mume wangu anachokizungumza. Mjomba, punguza hasira. Huyu ni mkeo. Sio, anaelewa mjomba? Msamehe mwenzio. Shangazi, sikiliza. Na mjomba, mnisikilize kwa makini. Nyinyi ni wakubwa kwangu. Na mimi ni mkwe wenu. Mimi sipasi huyu kumsamehe kwa kitu alichokifanya, bali amuombe msamaha Mwenyezi Mungu, ndo alomshirikisha. Mimi nani mbele ya Allah? Mimi ni nani? Mimi na huyu, kwa sababu ameeleza hivi, nitajua namalizana naye vipi.
Mke wangu, hayo ndio masaibu yaliyokuwa yanakukumba katika kiwiliwili chako. Wewe ulikuwa na jini mahaba, ndio alikuwa anakusumbua. Laiti kwamba ningelijua mapema, mke wangu, usikwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa mganga wa kienyeji. Ama kwa hakika dhambi ya kumshirikisha Mungu ni dhambi kubwa sana, mke wangu. Odi mke wangu. Karibu mume wangu. Safi. Karibu mume wangu, nimefurahi kukuona. Nilikumisi sana. Kweli jamani? Nimekumisi mume wangu. Mashaallah, mashaallah. Maya, wewe jamani ndio ulivyo unaposema hivyo leo. Ni mimi. Sasa hapo ndo Maya amerudi, Maya wangu. Maya najua ana maneno matamu, ana maneno mazuri ya kumtoa nyoka pangoni. Natumai sasa Maya umerudi. Yaani umerudi Maya wangu hapo. Ndio yule ambaye nilikuwa nakuchukua nyumbani kwenu mwenye maadili ndio hapo. Nilikuwa nashangaa umebadilika Maya, kwa nini? Mke wangu, kwa kuwa muda mrefu na hamu na wewe, bora nianze hizi chakula cha watu wazima kwanza. Haya basi, haina haja kuchelewa kwa sababu nimekumisi muda mrefu mume wangu, tuende ndani. Asante. Kweli maisha.